and transform their lives. I pray, believing and trusting in Jesus' name. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki, Waziri wa Ushirika Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, mawaziri wote ambao wamefika mahali hapa, Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati, magavana wote ambao wamefika hapa, makatibu wote wakiongozwa na PS Mangeni ambaye ni PS wa biashara dogo dogo ama PS wa mahasla, wabunge wote wakiwemo wabunge wa serikali gatuzi, viongozi wa sehemu mbalimbali wa serikali kuu na serikali gatuzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba kwa nafasi hii nimkaribishe PS Mangeni, na naomba tumkaribishe kwa makofi PS ambaye ni wa biashara ndogo ndogo ama PS wa mahasla, aje atufungulie kurasa na pia aweze kutambulisha ni nani ambao wamefika mahali hapa. Makofi yake tafadhali. Rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, Makamu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki aka ati nini, mawaziri, makatibu wenzangu, Mheshimiwa Rais, niruhusu nisimame kwa protocol as have been observed by Mike Gitonga. Mheshimiwa Rais, leo okay. Asanteni. Aya. Katika hii region yetu ya Nyanza ya huku, tuko leo na kaunti 3 na tuko na jumla ya vijana karibu milioni 8,820 who have gone through business training. These young people walijimudu sana from the very beginning when we rolled out the application process sometime last year in March. Waka apply, wakafanya ile mtihani maalum ya entrepreneurial aptitude test, wakatoka wakaenda kwenye masomo ya 4 days ambayo ilikamilika hapo karibu 2 months ago, na sasa leo wako hapa kutoka Nyamira, kutoka Migori na wenyeji Kisii, tayari kuanza safari yao maalum ya kufanya biashara. Kwa hivyo leo tunataka kukushukuru kwa kukubali kuja kusaidiana na sisi na hawa vijana wetu kuwa see off kwa hii safari yao ya biashara. Kwa hivyo Rais, asanti sana. Jambo la pili, ningependa tu kwanza kuwajulisheni ungima watu wetu wa Kisii ambao ni wenyeji, mupo Kisii, mupo, lakini nimeona pale nyuma bado nyinyi ni Kisii, nyinyi bado ni abagusi, mukira buya. Asante sana. Watu wetu wa Nyamira, mupo Nyamira oye, Nyamira oye, mumefurahi? Kabla sijaendelea, Mheshimiwa Rais, niruhusu hawa vijana wetu leo wamekuja wamejihami kabisa. Na hawa vijana wetu leo wamekuja wamejihami kabisa. Na DJ hapana leta. DJ hapana fanya nini? Leta. DJ hapana fanya nini? Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Imewezekana, haijawezekana. Leo ni leo. Lakini mnajua mnaniambia saa ile mnataka turudi kesho. Mko tayari? Leo ni leo. Mko
tayari kufanya ile kitu? Mmejitayarisha vizuri? Mheshimiwa Rais, niruhusu kwa dakika jamani. Mimi mnajua tutapangana huko nyuma kidogo tu. Watu wetu wa huko kidogo tu. Sawa sawa. Mupo? Nyenye mupo? Haya, sawa sawa. Sasa niruhusu nimuite PS wa youth akuje tu aseme jambo moja la kuencourage vijana wetu wanapoanza hii safari. Makofi PS Fikirini anapokuja. Asante sana DJ. Vijana power, vijana power, vijana woza. Wapi top shot ya Mheshimiwa Rais? Top shot ya Mheshimiwa Rais. Wapi ngwekse ya fireman? Ngwekse fireman. Asante sana. Your Excellency the President, Excellency makatibu, viongozi na vijana wenzangu. Kwa wakati fulani wachukue simu yao, watafute network, wadial *254#, wafate maagizo, wapate ujumbe, waitwe kwa training, waende kwa training, na mwisho wa hiyo safari Your Excellency ni kukaa hapa, wewe mwenyewe wapange Your Excellency. Na kwa kuwa vijana hao leo wamekaa hapa, ni ushahidi tosha kwamba pia hao walichukua hatua na wakajukumika Your Excellency. Na mimi nataka ni historia ya taifa la Kenya. Tumepata mradi ambao unaangalia a segment of the maisha ya kawaida ya taifa la Kenya. Vijana kama hao wanasahaulika, wanateseka na maisha yao inakuwa mbaya. Watu kama hawa Your Excellency kawaida wanasahaulika na wanakwama nyumbani, maisha yao inakuwa mbaya. Na wewe Your Excellency kupitia mradi huu, kama vile ambavyo tumekuja shuhudia leo, Your Excellency maisha yao yatabadilika. Na nikupongeza Your Excellency. Historically speaking Your Excellency, we have had a problem of our young people. Vijana wengi Your Excellency wamekuwa wakitumika kama watu wa kupiga nduru, wa kupiga kelele, wa kushiriki mikutano ya watu kwa faida za wengine. Lakini kwa mara ya kwanza angalau umesema huwezi piga hatua ya kuibadilisha Kenya mpaka ushike mikono ya vijana na usimame na wao Your Excellency. Na mimi nataka nikupongeze sana. Nikimalizia, mimi nataka niwaombe vijana, baada ya kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumshukuru kwa niaba yetu. Hii pesa ambayo tunayepewa ni pesa ya biashara. Tafadhali tusinunue Brufen na tusinunue Nyasore. Asanteni, Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you. Mheshimiwa Rais, nataka tu kusema mambo matatu. La kwanza, siku ya leo utawafanyia hawa vijana wetu ile kitu. Wakishafanywa ile kitu, tutataka kutembea nao kwa mentorship kule, na wanajua wako na trainers wao. Wanaanza safari yao ya mentorship for 2 months. Wakimaliza hiyo mentorship ya 2 months, watarudi tena kwa class. Si mtarudi? Na si mnajua vile huwa tunawalinda vizuri kwa class. Hata wale ambao mko na watoto, si tunawatafutilia watu wa kulea watoto. Alafu si tunawapea fare. Ama huwa mnaomba mtu fare. Sasa sisi mnajipanganga, hivyo ndio huwa tutawapanga. They will come back to classroom training again for 3 days. Na hiyo itakuwa training maalum ya kuwa introduce sasa kwa ecosystem. They will introduce them to more enhanced opportunities, how to access markets, including even global market as well as our local market, how to access opportunities within government, the AGPO, because most of them are young people, persons with disability, and then the women, young women who are here. Wakimaliza hapo, watakuja tena kupewa tranche yao ya pili. The other, utawafanyia tena ile kitu ingine, wapate hiyo pesa yao ikamilike, sasa ifike 50. Si mnajua hivyo? Alafu wakimaliza hapo, tena wataenda kwa mentorship session ya pili.
So tunapanga kukaa na nyinyi hapa na hapa karibu for a period of 6 months. Why we are doing this? Because starting a business is not that easy. So you need support. Ukianguka mtu akuokote ndio usumie sana, ndio usonge. Wale watafiti wanatuambia out of every business zile ambao huwa zinaanzishwa, mingi haziwezi kupita mwaka moja ama miaka miwili. But we've designed this program in a way that we are going to support you, work with you closely, give you all the support that you need so that you can succeed and you can outgrow the infancy mortality that affects most of the business. Hivyo ndio itakuwa utaratibu. So mkitoka pale, sisi tutawangoja katika wizara na Denteme semi-sector. So we get to link you up to more funding opportunity. Tuko na Youth Enterprise Fund, tuko na Uwezo Fund, tuko na Kenya Industrial Estate, tuko pia na Hustler Fund where you can now borrow up to 150,000 every day. Na hiyo itakuwa mzuri. Sasa unaona you start graduating ukienda kule juu. Na mambo mingi ambayo serikali inafanya kuweza kusaidia wafanyi biashara ndogo ndogo. So tuko na nyinyi. Jambo la pili ningeweza kuambia, tumeona watu wamejua mnapata pesa, wameanza kutuma some very fake links kwa mitandao. Simuona wanasema download here for top up. Sasa umepata hiyo 25,000 because you get 22 today through Pochi, 3,000 will go to your savings. Police epukana nayo. In the event you come across such kind of links, avoid. You can even ask your chief because mko nao karibu. You can ask us, most of you have our numbers. You can visit our MSEA offices or any youth offices across the country. You can walk into the county commissioner's office or any office around you. Ama Safaricom, any Safaricom shop around you, waulize, wakonfamie. Ukiwapatia certain details, pesa yako yote itafanya nini? Itaenda. Tunaelewana? La mwisho, na hapa ndio nakosananga na dada zangu. Unajua mmekuja hapa kuanzia 4. Rais au wazalendo wamekuwa hapa as early as 4 am. Tajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development.
Wasomu yo mwancho murigiriro Gitembe Television rituko ria Alhamisi chitariki 29 kirotigarita mutukabiroka mutinyo mutangani o January onyare wa kanse. Karibu sana asekiunga chinsa isana na ibere nche Matilda Obaigwa Vanessa Nyaboke kurwase nsemo yebimanyerero chinsemo cha Facebook na boigo chiria cha YouTube tunyore una Gitembe TV. Na rituko ria rero umurai bwense nigo bono anyarire kura umuyega wokwena na wechibesa ochiase abasae wetarase umuroberio onyota kaukona kurase giti kia Gusii Stadium county ya Kisii nigo bono hakwanire abasae be county ya Kisii county ya Nyamira na bigwe county ya Migori nekira bono atebrebuna as andake bali batanyora bosibataranyora ase bataranyora chibese chiga nyota mpachiko be kona ndaso umurobelionde ekirobara chigotumeka esimi yabo kwenyorera na inde umurobelio yora chiko bakonya gwetera *254# elio kweli kya umurobelio yomoya asibono basae wetania chi emerongo chimi chiri bwe merongo kianda bono barachie koba bakonyara kwekonya na bravo gwetera ase serikali. Tuko na vijana wengine ambayo mimi natangaza leo hapa nikiwa Kisii. Kila kijana wa Kenya, wale mmeketi huko, wale ambao you are not beneficiaries of this program ya business support, leo jioni tunafungua mtandao. This evening, *254#. Sio lazima jina yako ijulikane. Sio lazima ujulikane na chief ama mzee wa mitaa ama mtu wa nyumba 10 ama mbunge ama governor. Sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Wewe na simu yako jipange leo jioni. Tunatafuta vijana wengine 90,000 ambao tunataka kuwapanga na ujuzi, na tutawapatia pesa 36,000 ya kwenda kupata hiyo ujuzi, na tutawalipia mtihani, na ukimaliza tutahakikisha kwamba umepata ujuzi ambayo itakusaidia kusukuma maisha yako mbele, ili wakati tunapanga mambo ya ajira hata na wewe utakuwa na certificate ya kuweza kwenda kujipanga na ajira katika program tulio nayo katika taifa letu la Kenya. And therefore, I want to tell the young people who are not beneficiaries of this program today, you have an opportunity this evening to register *254# for the program ya kuhakikisha kwamba kama kuna kijana amemaliza shule ama hajasoma kumaliza shule lakini huna ujuzi yeyote. Wewe unataka kuwa fundi, wewe unataka kuwa electrician, wewe unataka kuwa mason, unataka kuwa carpenter, unataka kuwa tailor, unataka kufanya ujuzi ingine yeyote, tuko tayari leo jioni ujipange, tukusaidie upate hiyo ujuzi ndio uweze kujisimamia na kusimamia familia yako. Mwancho murigirira chinga kecho nigo omurai wensi anyara gukwanira imirobiri mia serikali bwate guchase omumenyi we county ya Kisii na boigo nigakwanira magendero ye chipara magendero ye chichiro na boigo chinsemo chinyingi chiri chibonete konyoro bokorerio buya kurase serikali enene aigasi county ya Kisii. Mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tutakuwa na program ya housing ambayo itatupatia nafasi ya ajira ya vijana. Nikitoka hapa saa hizi naenda Nyambera. Pale tunajenga soko ya milioni 350. Tuko na vijana zaidi ya 350 wanafanya kazi pale. Hapa Kisii tumeweka pesa bilioni 33. In the history of Kenya, there has never been an administration that has spent 33 billion in Kisii County in 3 years. We are spending 33 billion in this county. Hapa kwa prisons hapa. Mimi niliwaeleza prison hii iko hapa katikati ya mji wa Kisii. Prisoners wataenda huko kwa shambani. Prisoners hakuna kazi wako naye ndani ya CBD.
Inawezekanaje tunachukua wahalifu tunakuja kuwaweka center of town? Hawa wahalifu tutawapeleka huko kando. Hapo kwa mahali ya prison saa hizi nimetangaza kandarasi next week tunajenga nyumba 10,000 hapa Kisii, na nitahitaji vijana 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kisii, mko tayari ama mko tayari my friends? Mko tayari? Saa hizi program yetu ya affordable housing inaendelea hapa Kisii in different parts. Tuko na projects 5 tayari inaendelea. We have another 4 projects that we are procuring. Tuko na masoko 20 new markets that we are building in Kisii County. Tunajenga hostels ya vijana 7,800 hapa Kisii County. Katika hiyo na wonjo murigire gukwana kurasa umuhigo uyu ni gobono mugavana wa county ya Kisii Umusikie Paul Simbarati nere anyara kuburia amagendero ari serikali nene yanyarete kurira ira mumenyi wa county ya Kisii kubomono nekiraburirie chichiro na boigo chipara chirime yo mucho busongo chinyare kurigererirwa na boigo nonyo kwagacho kwegetikie kechindege ari asitinse mochaso nekaimeye bunge ya Bonchari county ye. Fikiria, na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi. Wale vijana wataanza biashara, nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Pili, nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, uwanja huu tupo. Nakumbuka wakati Baba Raila Amolo Odinga alikuwa hai, tulikuja kule State House. Wewe mwenyewe ukasema utatupea shilingi milioni 500 kwa uwanja huu. Tafadhali utakaposimama, Mheshimiwa Rais, wewe tuambie procurement imefika, ndiposa tumalize uwanja huu. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu uliahidi soko la Nyambera ambalo tukimaliza saa hizi nitauliza wale wote wako hapa tuende kuangalia, limeanza, limejengwa. Kila mtu tafika pale na mnajua kwamba mtarudi hapo uwanjani. Ndiposa watu waende nyumbani baadaye. Wakati rais ameenda, mimi nimeongea na nyinyi, watu wajue ni vipi tunaenda nyumbani. Mbona mnacheka nyinyi? Simba ni fire, si fire. Hiyo ni mambo ya Deputy President. Fire, si fire. Mheshimiwa Rais, lile soko nataka nishukuru kwa sababu limeanza kujengwa na milioni 350. Mheshimiwa Rais, najua kwamba umepromise daraja 2. Leo ni soko ya daraja 2. Na umetupea, jana tulikuwa katika mkutano, umetupea 900 million kumaliza lile soko la daraja 2. Tunashukuru, asante sana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa nilikuuliza kilomita 10 lakini ukaamua ukanipa 5. Na ni 400 million. Najua kwamba hiyo tende imefanyika. Mheshimiwa Rais, ni rais ama ni rash? Nilikuwa naongea Kikisii kidogo bwana. Mheshimiwa Rais, chinga kecho mwancho murigire nigo mugavana Arati anyara gukwanira oburai na boigo boteneneri bwekiama kiri gya ODM nekira bono atebire buna ere nigaro murayo kabire asekia mekyo nekira aboliri bakenya ati babasa koboa. Sisi kama chama cha ODM tumekubaliana tutashirikiana pamoja na chama cha UDA. Unajua, Your Excellency, nilikuwa nimesema mapema, unajua ng'ombe yako iko na maziwa nyingi. Na nikaambia watu wangu hapa, hii ng'ombe ambao tunalisha, wacha tukamue. Watu, mnataka hii ng'ombe itupe maziwa? Muko tayari? Kwa hivyo ninataka nimalizie hapo, niwaulize ndugu zangu,
kura ambazo zinakuja, sisi tumeamua tunataka maendeleo. Mambo ya mdomo nyingi tumesema lazima tupoeshe. Mwaka 1.5 umebaki. Lazima tutahakikisha tumejenga taifa letu. Na nimeahidi kama deputy party leader wa chama cha ODM kwamba chama chetu hakina shida yoyote. Wale vijana mnaona wanapiga kelele pale ndani, wao hata sisi tulikuwa tunapiga kelele. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo, na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Naboigo asense moyaya mawaziri w'ekisemi moske Julius Ogamba nigubono anyare kumwakira muraibense mbuya asokwane kebuna aborokiwa bonsi bali bagosegire dige 10 na banyore gosemba bwateri bagari ogosoa ase chiskuru na kwanyorera kisemi na nonya obokongu bore bogotatuara chi uniform na boigo school fees nekiratebire aborokiwa bono ose wizara yaye nekende tokone kebuna aborokiwa bonsi batwekeire chiskuru. Tuko na asanti kubwa kwa hii programu ya Nyota kwa sababu inasaidia vijana wetu ili wapate maisha mazuri kwenda mbele. Nataka kusema hivi, wale ambao wanasema kwamba hii pesa ni ndogo, hawa ni wale watu hawajawahi tembea miguu tupu. Hawa ni wale watu ambao hawajalala njaa. Hawa ni wale watu ambao hawajalala katika nyumba inanyesha. Kwa wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Ya pili, Your Excellency, nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile instruction directive ulitoa kwamba watoto ambao wana transition kwenda grade 10 waende hata bila uniform na waende hata bila school fees. Since you gave that directive, Your Excellency, we have moved from 92% admission to yesterday when we reached 96.5%. Kwa hivyo watoto wetu karibu 1.1 wameingia shule, na nataka kuambia walimu hivi, wale watoto wanakuja shule bila uniform, bila school fees, waadmitiwe na wasirudishwe nyumbani. Mwalimu yeyote akirudisha mtoto nyumbani. Na hakura sense moyo kwa mereria serikali nigo Dr. Fred Matiang'i oyoro mokonyi asekia makirigia Jubilee wono anyare kuboria serikali gotiga gutumika chibesa bube na kwene kebona chibesa icho chikoba chigoserekero asekero chiso ase wizara iria chisemi iri okonya aborokiwa banyare gokonyeka na boigo wekero bakomochia ekiombe kirigitenene to bochori ne chimbebe kia IEBC asio gotakora mirimo yabo asinchira yo wetenenera na sense moyende hakobora buna obosibole bwa barai bonsi asorogongorwa Afrika ya mocha na boigo kuba mona sense ya Kenya nigo bobonete koneke wa sekerengo kigoro mono. Tafadhali serikali, instead of bribing people around, use that money for capitation. Take that money to schools so that we help our children. The government has turned this season to a bribery season, going all over the country bribing people. Why do you bribe people if you are doing the right thing? Stop bribing people, take the money to schools, reduce the pain for our parents and our children. That is the future of our country. That's what reasonable people do. That is how Singapore became Singapore. Anyone who's betting for our differences, you will lose your bet. You will lose your bet. We are going to stand together and we are going to remain united. Our ambitions and our challenges, our individual interests, pale completely and are nothing compared to the unthinkable
and unimaginable possibility of the continuation of this administration. My brothers and sisters, democracy is in danger, not just here but in the region. The jokes we have witnessed in the region recently that passed for elections, very dangerous jokes, are threatening to spill over to parts of our country, and we are looking at a government here that wants to borrow from those very dangerous jokes. Please, Kenyans, this is the time to stand firm in defense of democracy. Wancho murigire abono tokore kionga chinsa isano nebere chabono mugaso korende tumrana nanda se kionga chikoraga chinsa 10 charero maragoba to basaguska kyagero morobele oso asembeo chitaka chinke chirebusio no morobele of vibes on vibes edit kerigari alamisi nere Wiza a crown na boigo DJ Creeper kende kuligereria Getembe TV wetrase chinchera chiricha online Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV nkuruko Matilda oboigo veri nyaboke okoretera asinchira yebe manyero na boigo nere Kevin Ongeri cross studio ya Kaveri. Ukitaka kujua pesa ndogo hakuna, weka shilingi 1000 hapa chini sasa hivi uone vile mambo italipuka hapa. Only 1000 uweke chini. Kila mtu macho yake itaenda kwa hiyo shilingi 1000. Hii mtu amesahau ama ni nini? Inaweza enda na hii ama namna gani? Kila mtu. So pesa yoyote ni pesa ya maana. Na itasaidia 2018 mnakumbuka? Alikuwa ameleta sisi neti ya kubwa, tukakosana, hakurudi tena. Paka sasa President Ruto akakuja. Ndio mara ya pili tukaona mtu anaitwa president. Si mnakumbuka? Na ile neti yetu ya umbu ikapotea namna hiyo. So your excellency, tunashukuru, we are not taking it for granted because these people wakati tena nimeona saa hii nchi iko pamoja. Under the broad base. Hata wimbo yetu sasa hiyo yote imeenda. Party leader yangu juzi ametangaza huko yote namna hiyo. Ya mwisho your excellency. Wakati ya uchaguzi unajua imekaribia sasa, wanasiasa sasa kila mmoja anatetemeka, hata mimi. Lakini unajua kuna ugonjwa inakujanga wakati kama hii. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi unakuja unaanza kulaumu IBC. IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana, na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante kiongozi. Thank you very much. Ni namna hiyo. Wacha sasa kwa niaba ya magavana niite mheshimiwa host governor Simba Arati na utambulishe gavana mwenzako. Wapi makofi ya Simba Arati? Simba Arati. Aya DJ. Aya. 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 Vijana hoye. Vijana hoye. Mnanipata kweli kule ama umeona nimesimama tu jobe? Hizo speakers tafadhali tunaomba mtupee, kwa sababu inaonekana watu hawapati kule. Naona watu wamekaa, they are constraining kwa kutupata. Migori hoye. Nyamira hoye. Kisii hoye. Haya. Your Excellency the President, the Deputy President, na viongozi wote na wananchi watukufu, nataka nitakuwa mfupi na nikiendelea kwa sababu I'm seeing
kuna shida kule. Kwa hivyo kabla rais asimame,